Naam, hii ni The VPN. Taarifa kuhusu hukumu ya Bi Margaret Nduta kuwa atanyongwa katika taifa la Vietnam bado vinagonga vichwa vya habari nchini na hata nje ya nchi. Nduta alipatikana akimiliki dawa za kulevya ambazo hazijahalalishwa kule Vietnam, na alipopelekwa mahakamani alipatwa na kosa na hivyo akahukumiwa kifo. Leo hii nimekuandalia makala kuhusu mataifa yanayoendeleza hukumu ya kifo na baadhi ya makosa ambayo mtu akifanya hukumu yake ni kifo. Mwanzo, katika mataifa ya Saudi Arabia, Vietnam na Qatar, mtu anayepatikana akimiliki dawa za kulevya hukumu huwa kali, ikiwa ni pamoja na faini kubwa, kifungo cha miaka mingi gerezani na hata kifo. Hukumu halisi inategemea idadi kubwa ya madawa ya kulevya. Swala la dawa za kulevya si ya kumzaa katika mataifa haya matatu. Hivyo ni muhimu kuepuka ushiriki wowote wa dawa ya kulevya. Kule katika taifa la Japan, swala la ugaidi hasa unapohusisha vitendo vya kikatili kama vile kuchoma moto, kusababisha maangamizi makubwa na au kuua watu wengi, na hivyo visa hivi hukumu yake huwa kunyongwa. Katika taifa hili adhabu ya kifo ni nadra na yanafanywa kwa kisiri. Katika mataifa ya Iran, Iraq, Oman na Saudi Arabia, wananchi hufuata sheria za kidini ambayo ni sheria za Kiislamu za Sharia. Makosa kama vile usinzi, unyanyasaji wa kijinsia na kufuru, hukumu yake ni kunyongwa. Kule Korea Kusini, hukumu ya kifo ilisitishwa mnamo mwaka 1997. Hata hivyo, hukumu ya kifo bado inaweza kutolewa kwa makosa kama vile kupanga au kutenda ukaidi, uhalifu mkubwa wa kijeshi na pia mauaji ya kikatili. Katika taifa la Korea Kaskazini, inajulikana kwa kutumia hukumu kali za kifo kwa makosa ambayo nchi nyinginezo zinaona kuwa kama ndogo hivi. Baadhi ya makosa ambayo hukumu yake ni kunyongwa au kupigwa risasi ni kama vile kupinga serikali au kiongozi wa juu, kutumia dini au kueneza mawazo ya kidini yasiyokubalika na serikali, na kutafuta habari za kisiri za kijeshi ambayo huhatarisha usalama wa taifa. Na mwishowe, katika taifa la Demokrasia ya Kongo DRC, kuna sababu mbalimbali zinazoweza kusababisha mtu kunyongwa au kufanyiwa adhabu ya kifo. Makosa yanayosababisha adhabu ya kifo ni kama vile uhalifu dhidi ya usalama wa kitaifa, waasi na wale wanaojaribu kupindua serikali. Kulingana na mashirika za kutetea haki za kibinadamu, wanapinga na kukemea adhabu ya kifo na kutaka nchi zinazotumia adhabu hiyo kuiacha na kuitupilia mbali. Na hii ni The VPN, ni President DK aka Kamanda wa Kishua. Kumbuka kusubscribe, kulike